Bwana Starboy Alan Okello, nyota wa klabu ya Vipers ya Uganda na timu ya taifa ya Uganda, bwana jana ameinyima ama amezima kabisa matumaini ya timu ya taifa ya Uganda kutinga hatua ya 16 ya michuano ya AFCON mara baada ya kukosa penalty kwenye mchezo wa dhidi ya Tanzania, bwana mchezo wa kundi C. Bwana mchezo huo tulishuhudia mchezo ambao ulikuwa ni mkali kwa pande zote mbili, zote zikitafuta alama tatu ili kuweza kufufua matumaini ya kuweza kutinga hatua ya 16 ya michuano hiyo ya AFCON. Bwana Tanzania ndio walikuwa wa kwanza kupata bao kwa mkwaju wa penalti, mkwaju ambao uliwekwa kimiani na Simon Happy God Msuva, naye kuweka rekodi ya kufunga mabao 25 sawa na Mrisho Harfan Ngasa kwenye michuano hiyo, na kuvunja rekodi ya Mrisho Harfan Ngasa. Kwa hiyo mara baada ya bao hilo Uganda walirejea kipindi cha pili na kuweza kusawazisha goli hilo, lakini kwenye dakika ya 80 huko Uganda walipata penati na Starboy Alan Okello ndiye ambaye alikwenda kupiga ule mkwaju wa penati ambao pengine kama angefunga ungefufua matumaini ya Uganda pengine kutinga hatua ya 16, kwa sababu pengine wangefikisha alama tatu na kusubiria mchezo wa mwisho dhidi ya Nigeria, lakini Alan Okello akapaisha mkwaju ule nje kabisa ya lango na kufanya sasa mchezo kutamatika kwa sare ya 1-1. Kwa hiyo Alan Okello hiyo jana alipaisha mkwaju wa penati dakika ya 90, zilikuwa zimesalia dakika za nyongeza, na goli la Uganda lenyewe lilifungwa dakika ya 80 na Kipeazu akipata assist kutoka kwa Dennis Omedi. Kwa hiyo mara baada ya mchezo huo kutamatika kwa sare ya 1-1, bwana msimamo unakuwa kwamba Nigeria wao tayari wanatinga hatua ya 16 wakiwa na pointi zao 6 mara baada pia ya ushindi dhidi ya Tunisia wa magoli 3-2. Kwa hiyo Nigeria wana shika kundi ama wanaongoza kundi wakiwa na pointi 6, Tunisia wakiwa na alama 3, Tanzania akiwa na alama 1, Uganda pia naye akiwa na alama 1. Kwa hiyo michezo ya mwisho Tanzania watavana dhidi ya Tunisia, Nigeria atavana dhidi ya Uganda. Sasa hapo kibarua kiko kwamba ili Tanzania afuzu anatakiwa mfunge Tunisia, afikishe alama 4, lakini wakati huo akiomba Nigeria amfunge Uganda ili Uganda endelee kusalia na alama 1. Na Uganda ili afuzu yeye anaomba pengine mechi hiyo ya Tanzania dhidi ya Tunisia imalizike sare. Tanzania asalia na pointi 2, Tunisia asalia na pointi 4. Wakati huo yeye atafikisha pia alama 4, lakini wataangalia head to head kati ya Tunisia na Uganda walipokutana ilikuwaje, na tunafahamu walipokutana Uganda alikula kichapo cha goli 3-1. Kwa hiyo obvious Tunisia anasonga mbele. Kwa hiyo kibarua kigumu sana kiko kwa Tunisia dhidi kiko kwa Nigeria dhidi ya Uganda. Kwa hiyo msimamo ndio unasalia hivyo na tunasubiria kuona ile michezo ya mwisho itakuwaje, lakini Okello anakosa penati ambayo ingewapa Uganda nafasi ya kufuzu hatua ya 16 kama wangeweza kucheza ama kama wangeweza kushinda mchezo huo. Kwa hiyo tunafahamu kwamba nyota Alan Okello ni mmoja kati ya nyota ambao wanahusishwa kutua ndani ya klabu ya Yanga, lakini pia Simba pia nao pia wanahusishwa naye kwenye dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo ni nyota ambaye hiyo jana baadhi ya wapenzi mashabiki walikuwa wakimtazama Alan Okello kutokana na yeye pia
endelea kuzungumzwa mitandaoni kwamba anahitajika na vilabu hivyo viwili vya Simba na Yanga. Pengine jana walikuwa wakimwangalia kiwango chake, pengine ndicho ambacho kinawafanya Simba na Yanga kuhitaji saini ya mchezaji huyo. Jana tumekiona. Of course ni moja kati ya nyota ambao walicheza vizuri. Tulishuhudia kipindi cha kwanza akifanya majaribio matatu ambayo yaliokolewa na kipa Foba. Moja kati ya nyota ambaye si wa mchekea. Ni moja kati ya nyota ambaye akibaki na beki mmoja wawili anaweza kuwachekecha na kuhatarisha hatari kwenye lango la mpinzani. Kwa hiyo ni moja kati ya nyota ambayo jana tumemshuhudia, na mara baada ya penalty kutokea yeye ndiye ambaye alikabidhiwa kuweza kupiga mkwaju ule, lakini bahati mbaya alikosa Alan Okello. Kwa hiyo ni moja kati ya nyota ambaye jana tumemshuhudia, tulimeona kiwango chake dhidi ya Tanzania. Tumeona kwa nini Simba na Yanga wanahusishwa kumhitaji Alan Okello. Pengine ni kwa sababu ya kile ambacho alikionyesha, lakini pia kumbuka huyu ndiye mfungaji bora wa ligi ya Uganda msimu uliopita. Kwa hiyo ni moja kati ya nyota ambao wanatajwa. Kwanza umri wake bado ni mdogo, lakini uwezo wake unaonekana kuimarika. Kwa hiyo ni moja kati ya nyota ambaye hiyo jana mashabiki, kwa wale ambao pengine walikuwa mfahamu Alan Okello na walikuwa kisikia tu kwamba anahusishwa Simba na Yanga, anahusishwa huku na huku, jana wameweza kumtazama na kungamua ni kwa nini anahusishwa kutua ndani ya vilabu hivyo. Kwa hiyo jana bana Alan Okello ameonekana akicheza, na lakini moja kati ya tukio ambalo pengine liliwafurahisha mashabiki wa Tanzania ni kukosa mkwaju wa penalti ambao pengine kama angefunga alikuwa lazima kabisa matumaini ya Tanzania kuweza kufuzu hatua ya 16. Kwa hiyo tunasubiri sasa hatima ya Tanzania kwenye mchezo dhidi ya Tunisia tarehe 30, ambapo tunaomba Tanzania amfunge Tunisia afikishe alama 4, wakati huo tukiomba Nigeria amfunge Uganda asalie na pointi 1. Wakati Tanzania atakuwa na alama 4, Nigeria atakuwa na alama 9. Kwa hiyo Tanzania atakuwa amesonga mbele kwenye kundi hilo. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao ulikuwa na matukio mengi sana, lakini moja kati ya matukio ambayo ni na kusogezea na kukuelezea ni matukio ya Alan Okello, moja kati ya nyota ambaye ameendelea kuzungumzwa sana kwamba huenda akatua ama msimu ujao akacheza kwenye ligi ya NBC kwa maana ya Simba au Yanga, kutokana na vilabu hivyo kuhusishwa kumhitaji Alan Okello, Star Boy ambaye dakika za mwishoni kabisa anainyima ushindi timu ya taifa ya Uganda mara baada ya kupaisha mkwaju wa penati nje ya lango na kufanya mchezo kutamatika kwa sare ya goli 1-1. Sasa unaweza ukaniandikia kwenye comment section hapo chini ukaniambia kiwango cha Alan Okello likionaje. Pengine ana deserve kuendelea kuzungumzwa kwenye vilabu vya Simba na Yanga kwamba